Mimi hapa naogopa. Unaogopa? Mimba. Unaogopa nini? Mimba. Sasa nani kakwambia mimba inaingia siku moja? Dangu anaambia hivi, ukiona mwanaume siku moja unataka nini? Dadako muongo. Wewe ndo muongo. Wewe dadako achana naye. Kwani anayekuoa ni mimi au dadako? Wewe. Sasa dadako unamsikiliza nisikilize mimi. Mipango yote nakupa mimi. Wewe tuingie ndani tuenjoy rafiki yangu. Sawa? Sawa. Ingie umuone sungura. Sungura la masikio 6. Ushawahi kumuona? Ndio muone. Hapa unaniongopea. Kweli sungura la masikio 6 huyo hapa. Yuko. Huyo hapa wewe ndio. Ndio basi. Ndio. Sungura la masikio 6. Ndio muone. Sio huyo hapa. Muongo. Njoo. Ya muongo. Njoo. Nataka kuogopa. Nakuogopa. Uje. Njoo. Hebu muone sungura. Wewe njoo. Nakuogopa. Unakama kiselewelewi hapa. Mke wangu na mwana deme wangu, hebu ida kwanza. Karibu kaka. Asante dada. Habari ya? Nzuri za huko. Hivyo ndio tunamshukuru Mungu. Hakuchi kuna kucha. Mbona kama uko sawa? Ni kweli dada. Mimi sipo sawa. Kivipi? Maisha yangu yamekuwa changamoto sana dada sasa. Unajua ninaonana na Amina. Amina? Ndiyo, Amina. Amina huyu mlemisi au Amina gani unamzungumzia? Ndio yule mke wangu. Kaka. Hili jambo linawezekanaje? Alikuja kingine kwangu. Akaita. Ile katoka kwa dunia. Ile kusimama. Ndio nikamuona ndio mimi. Kaka, inawezekanaje? Kumbuka Aifa Amina tumemzika mwaka jana, sasa hivi ana mwaka huu. Inawezekanaje kuwepo tena katika uso wa dunia wakati mtu ameshafariki? Najua uweze kuamini. Sio wewe peke yako. Kila aliyemwambia haamini swala hili. Ni kweli siamini. Lakini sikumuona peke yangu. Baada ya hapo kuna jirani yangu nilikuwa nakaa naye hapa. Yeye nilimwambia pia hakuamini. Lakini kuna siku akakutana naye. Ndipo akaamini. Alipokuja niambia ndio kanichanganya zaidi. Hapana, aingia akilini. Kaka, mimi naomba nikushauri jambo. Na hii issue nishawahi kukwambiaga.
Mimi naomba sasa hivi kaa chini, tafuta mke uoe. Hapa kusema panya, eti panya kwani? Kusema paka ndo kupita hapa kitu gani? Wewe na makono bila bubu wewe, kitu gani tena? Mambo hapo nakuja kuona hapo kuna kama mambo yameharibika tu hivi sielewelewi. Imekuaje? Mimi nilikuwa ndani huko. Nikasema ngoja kaangalia nyama ile jikoni. Nyama hizi zilikuwa 12. Hapa na nyama hizi zimepungua. Sijui kama ulikuja kuchukua. Sasa mimi nachukuaje? Mimi ndio ndani huko. Sasa nani ndio karibu mambo hapa? Nishamjua mume wangu alichukua hizo nyama. Huyo atakuwa kitibole ila ndo kachukua. Mara yule mwizi yule toka nyumbani. Basi mimi akili yangu ndio nikusanye mawe hapa. Nikampiga paka yule anapenda kukaa nyuma hapa. Nikaliona nikampige mawe. Kumbe mtu huyo. Huyo paka mtu, paka Leila huyo. Ndio tunamfundisha tabia mbaya kama hivyo. Vitu viko jikoni vya moto hapa. Ndio kuvichukua hii kweli jamani? Sasa namfundisha mimi tena. Tabia yake mwenyewe ndio mimi namfundisha mume wangu kweli. Sasa hapo mimi nasema kitu kimoja hapa. Ndakula pale. Hati mkono. Yaani pale hali kabisa hati ya nyama hizi hali nyama ndo chakula hapa jikoni hapa. Na filigisa chini. Wewe mume wangu unakuwa na roho mbaya. Hiyo roho mbaya. Sasa roho mbaya sio kifanya hapa ya kitu kizuri hiki. Basi watu bahati nzuri ndo kachukua nyama ile nilikuwa naipenda mimi nikasema hii nyama hii baadaye ingekuwa kwenye bakuli pale ndio itoka ya kwanza kuichukua mipa ndio kukomesha. Kwanza naondoka nayo sufuria hii. Mume wangu utaungua wewe. Utaungua mume wangu jamani. Huyu wanaye ana nini kwani? Jamani mimi najuta mimi kwa makonde jamani. Yaani najuta kabisa. Yaani mume wangu anajua kaita mali tena na siri. Mimi naamini haya yote mawazo kwa sababu sasa hivi uko peke yako, ndio maana ukikaa unaendelea kumwaza marehemu. Tafuta mke uoe. Naamini ukishakuwa na mke yale mawazo yote yatakuondoka. Ni kweli dada yangu. Mimi natamani kuoa sana. Lakini nafsi mimi naona inanitesa. Inanielewa sana kiukweli. Na moyo wangu unaamini kuwa Amina hajafa. Laiti kama kwenye msiba wa wifi Amina mimi nisingekuwepo, wala hata nisingekupima. Kwenye msiba mimi nimekuwepo, mpaka watu wanatoka pale wanaenda makabrini kuzika, mimi niko pale. Tangu nizaliwe mpaka hivi nilipofikia, sijawahi kusikia mimi mtu aliyekufa akarudi tena duniani. Hiyo kitu hakuna baba. Wewe acha tu dada. Kaka, tafuta mke uoe. Mimi naamini ukishaoa haya mawazo yote ya marehemu wifi Amina hayatakuwepo. Sawa dada. Nakuelewa. Lakini nijaribu kuhangaika. Nilikwenda kwa ndugu yake yule kaka yake. Yule mlevi. Yule sijui ni mlevi, sijui ni nani, haelewi pombe akakunywa na vitu vingine. Lakini nikazungumza naye. Anaonekana hajui chochote. Anaonekana anajua kuwa dada yake amefariki. Nikuulize kitu. Je, tangu hili ulivyoligundua ulishaenda kwa mamake kumweleza? Hapana. Natamani kwenda kwa mama yake. Lakini wewe unakumbuka kipindi cha kwanza alipoenda aliponifukuza na akaniambia nyumbani kwake ni kwaone kama kituo cha polisi. Hili jambo ni zito sana Rada. Inabidi uende kwa mama yake. Utaenda leo atakufukuza. Kesho rudi tena usichoke. Atakufukuza. Kesho kuta atakaa chini atakusikiliza. Sawa dada. Mimi nakuelewa. Amina. Mbona jambo zito hivi? Baba. Nafikiri
Mungu akipenda. Hiyo usisahau kwenda kwa mkwe. Jitahidi sasa yule kakake vile achana naye, hamna lamana yote atakayokuwa nayo. Nenda tu moja kwa moja kwa mkwe. Naamini kuna kitu utakipata. Wewe hapo unajisikia la mimi ninavyoteseka, si ndio? Vipi? Sasa sikiliza, mimi siwezi kuteseka peke yangu, lazima tuteseke wote. Shemeji, na wewe sikia. Umwache kwanza. Kwani imekuwaje? Sikiliza, hii kesi haikuhusu. Sawa, lakini ungemwatia kwanza, unamuumiza. Wewe, hii haijaisha. Sasa basi, siwezi kukuacha. Lazima nitakufuatilia. Kwani mkuaje ndugu yangu? Yaani mpaka mnakabana hapa njiani sasa hivi. Yaani dadangu acha. Yaani yule alikuwa ni mtu wangu wa muda mrefu kweli yani. Maana alikuwa mtu wangu alinipangia chumba. Baada ya kunipangia chumba, akawa ananilipia kodi pia akawa na mke wake. Sasa mimi katika masuala ya kula nikawa na shida, ninapata shida sana. Ndio kabidi nitafute mtu wangu huo, ndio siku nikamwita akaja nyumbani, ndio siku aliyotufumania. Zawadi, uzuri wako unanichanganya sana, na kila siku unazidi kuwa bora kwenye tendo. Hicho kitu kinanichanganya sana. Yaani wewe nao sifa zako kila siku nishazizoea. Yaani hauishi siku hata ya mmoja usilisifie yani. Mimi nashukuru. Unapofanya jambo zuri lazima nikwambie. Na si unanijua, ukiniuzi pia unakwambia. Kwa ile nakwambia ukweli. Umeiteka mno akili yangu. Unanifanya kwamba masikio yangu hayasikii wala macho yangu hayaoni mtu mwingine yoyote zaidi yako. Hata wewe pia unaniweza. Maana yani vitu unavyonifanyia ubita hata wewe mtu nilikuwa naye. Mbona unanifurahisha? Nikwambie tu ukweli. Kweli hayo Zawadi? Sasa kwa nini kudanganya? Na mimi ya kweli lazima nikwambie. Najisikia fahari sana kuona kwamba ninachokifanya unakifurahia. Na kwa hili naahidi kuwa na wewe wakati wote. Nataka kuhakikisha unamsahau huyo ambaye uko naye kwa sasa. Usila hata usijali, usisumbuke kabisa maana shamsahau. Kweli hayo? Muda sana. Unazidi kunifurahisha. Ila nimeondoka ningesahau unajua. Ila sasa inabidi nikuache na chochote ili mradi weke mambo sawa hapa ndani. Unajua? Siji kama ni kusuka, utakuwa unasuka kama ni. Sasa hizo za kwangu. Hiyo ni trailer, bado mchezo unakuja. Nashukuru sana. Zawadi, mambo gani unafanya? Mambo gani ndio unaona ajabu? Na huyu ni nani? Sinakuuliza wewe, huyu ni nani? Hivi Zawadi una akili kweli wewe? Yaani nyumba aliyokulipia mimi unaingiza wanaume zako ndani, si ndio? Nilikuwa ninajua nimekosea sana, lakini hata wewe mwenyewe angalia, mimi naona kama niko sahihi kwa upande mwingine. Wewe na mke umeoa. Hapo sitoshe wewe huwezi kunioa mimi. Kwa nini niongeze? Umejiongeza si ndio? Wewe mpumbavu sana mwanamke wewe. Na akili hauna kabisa. Sasa nisikilize kwa makini. Sasa usinishike niache. Sasa sikia. Wewe endelea kukaa na pumbavu wenzio. Naomba mimi uniache. Pumbavu. Acha na mimi. Nikajua ameisha kwa mwenzangu baada yako moyoni. Pole.
Kiona. Ndio. Amina iko wapi? Amina nimwache jikoni na Ese ameingia ndani. Iko sawa sawa? Iko sawa. Kwani kuna shida? Au nimwite? Hapana. Ana shida gani mimi? Hamna shida yoyote. Nilikuwa nimemuulizia tu. Sawa. Ndio sielewi. Wangu. Kiukweli kuna jambo nataka niongee na wewe. Jambo gani? Muda mrefu sikupata muda tulivu wa kukaa na wewe kuzungumza kama mwenzangu katika hii nyumba. Mke wangu, jambo lenyewe nataka nizungumze na wewe ni kuhusiana na Amina. Amina ana shida gani? Hana shida yoyote. Lakini kama unavyojua, tangu nimemleta hapa sijawahi kukwambia lolote. Na hii si haki. Unapaswa kujua, ni wajibu wako. Amina ni binti yangu. Na ndio maana nimemleta yuko hapa. Ombi langu kubwa kwako mke wangu, nataka umchukulie Amina kama binti yako wa kumzaa. Umlee, umpe malezi ya kutosha. Ndio ombi langu kubwa ambalo nakuomba. Mume wangu, unajua kupika sana supu wewe. Naenda nikuulize kwanza, mambo haya unayonaje alivyonoga hivi? Kama hatari. Hakuna makonde nzembe. Hadi makonde anapokaa jikoni. Anajua kukarangeza kabisa kweli. Kwanza maanda kikaanza kupika maanda ntama. Kupika na maanda ntama. Utoki wewe maanda ntama upate na supu hii. Yaani ndio kujilamba tu. Nakubali. Nakuja kunoga maanda supu, maanda ntama na supu. Hatari. Nakubali mume wangu wewe. Supu tamu. Paka basi. Sio Dar es Salaam kwa nafanyika finyanga tu. Jamani. Dada yangu na kuniambia. Dada yangu nakupenda na shemeji yako napenda je. Na visupu hivi akamwambia taula. Wewe. Hapa kwa utakula kwako utakula hapa chini hapa. Kula umekula pale. Nikaoni pale. Mimi pa kuteleka nyama hii. Uenda kwenda kuchukua. Wewe chani. Nikwambie mume wangu. Mimi Amina nishampokea toka moyoni. Na Amina mimi nishamchukulia kama mwanangu wa kumzaa. Kwa hiyo hata sikupe shida. Yaani ulikuwa na amani. Yaani chukulia kama Amina hata naishi na mama yake mzazi. Wewe ni mke wangu? Haki ya Mungu mnao. Au kuna lingine? Nashukuru sana mke wangu. Nashukuru sana. Na nimefurahi sana kusikia hiyo. Japo nilitegemea tofauti na jinsi nilipokea, nilijua hapo tena panaweza pakawa namna gani. Ila nashukuru mke wangu kwa kulipokea hilo na nakupongeza pia. Nashukuru. Nakupenda sana. Napenda pia. Asa mimi nyama yako nimechukua saa ngapi lakini? Wewe hapa huli hapa. Wewe kula umekula pale? Jikoni pale. Mimi nyama hizi nilizihesabu. Wewe umekula vipande hivi? Vitatu. Sasa vipande hivyo. Sasa hizi hapo usiku, sasa hizi huli. Usiku huli. Asubuhi huli. Kuonana mimi na wewe hapa mchana nda kama huu. Ndio utakula hapa. Yaani mimi hapa kula ninakula. Yaani hiyo supu ivonoga hiyo na ugali. Niache. Ugali ninakula baba. Wapo chani. Wewe. Muache. Muache. Wewe supu minoga dada, mimi nakutoka nakosaje kula bwana? Mume wangu kama unakaa kwenda kulaje? Wewe nitakupiga kichwa mimi. Mimi ugali nakula. Yaani supu na pilipili afu nisile ugali. Ugali naula vizuri sana. Mkitaka nipeni supu, ugali baki nao. Mwambie mdogo wako nitampiga mimi. Sasa mume wangu unakaa huko tena. Mimi hapa nakula nini? Wewe dada, wewe unaweza kuacha supu na ugali? Mwanamke wewe na wewe hapa.
Thank you.